Sasa wewe ulitoa ahadi ya kwamba ati ukiingia tu namna hii bei ya unga itatoka 200 tarudi 70. Sivyo? Kumbuka ahadi yale yote ambayo ulitoa, ati hii itafanya hii baada ya siku 100, hii baada ya mwezi moja na kadhalika. Yale ahadi yote alikuwa anatoa, alikuwa adhani atafanya. Yeye hakuamini atakuwa kwa serikali. Manake alikuwa anajua tutamshinda bila tulimshinda. Sasa ameingia kwa serikali, yale ahadi hawezi kutekeleza. Lugha ya mahasla, mama mboga, si imepotea sasa. Mambo ya wheelbarrow, umeona wheelbarrow tena? Maana wheelbarrow, umeona? Ili ati bottoms up, juu chini, umeona? Mambo ya lugha ya hasla ilikwisha kwa sababu hawa jamaa walikuwa wanadanganya wananchi. Sisi tunawasaidia hapo maskini, tunasema nguruwe 6. Nguruwe 6. Tulijua hiyo pesa itatoka wapi. Jamaa alikuwa hana habari. Sisi tulijua pale hiyo pesa itakuwa inatoka, tulikuwa tunajua inatoka wapi. Alafu tukasema tutaleta kitu inaitwa baba care. Si baba care tunasema. Na elimu vilevile tulikuwa nasema kutoka primary mpaka kule juu watoto watasoma bure. Tunasema namna hiyo. Sasa wanapandisha karo. Kwa chuo kikuu sasa wamepandisha kutoka 15,000 mpaka karibu 500,000. Simbona haya? Yote yale wamebadilisha yale yote ambayo walikuwa wametoa ahadi. Kwa hivyo sisi kama wanaazimio tumesema sisi tunasimama na wananchi. Ushindi wetu ilinyakuliwa na tunajua vile ilinyakuliwa, sivyo? Tumeambia bwana Bundeni, sisi hatuwezi kubadilika. Bwana Chebukati, bwana Chebucheka, wale mliona commissioners 4 kati ya commissioners 7, 4 walisema la, baba ndiye alishinda. 3 wakasema Ruto alishinda. Wanasema tio commissioner iliamua, mahakama kuu iliamua, ndio tukasema pana. Hata mahakama kuu tutafanyia uchunguzi. Tutafanya uchunguzi kwa mahakama kuu. Hiyo uamuzi uliandikwa na nani? Tunaelewana vizuri? Kwa hivyo sisi tumesema kama wanaazimio tutaendelea mbele. Tutasimama imara. Na tutapiga firimbi wakati ikifika. Mtakuwa tayari? Mtakuwa tayari? Wangapi nasema tayari? Wenioni mkono hapa. Sasa